Jesus. Tunakushukuru Baba, tunasema ni asante Mungu wetu. Receive all the praise, receive the glory and the honor. Nastahili kuheshimiwa Bwana Yesu, nastahili kupewa sifa na maabudu God Almighty. Liba shaka talabozika. Hakuna Mungu mwingine awezaye kuyafanya haya ambayo umeyafanya. Asante kwa wema wako na asante kwa fadhili zako. Asante Bwana Yesu kutusaidia. Tumekuona Bwana katika maisha yetu, tumekuona katika njia zetu, tumekuona Bwana ukitusaidia, tumekuona upande wetu Bwana. Umetupa maisha, umetupa uhai, umetulinda, umetuhifadhi, unatutetea every step oh God. Tuna sababu ya kusema ni asante. Wewe ni mwaminifu katika maisha yetu. Wewe ndiye Mungu wa kuabudiwa. Hatuna Mungu mwingine Bwana Yesu. Wewe ndiye Mungu wa pekee. Wewe ndiye Mungu aliyeumba mbingu na dunia na vyote vilivyomo. Baba, hii ni kasi ya mikono yako. Tunapojiangalia sisi, tunaona kasi ya mikono yako. Maandiko inasema ulituumba tukakuabudu. O mfalme wa majeshi, tunapokuabudu kashuke, tunapokuabudu kaonekane, tunapokuabudu uwepo wako Baba tukauone, nguvu zako Baba tukazione, ukajidhihirishe kwamba wewe ndio Mungu. Hakuna ambacho hakiwezekana wewe. Kwa macho ya mwanadamu mengine yanafika mwisho, lakini kwako Bwana yote yanawezekana. Yanaonekana kama ni mazito, ni magumu, hayawezekani, lakini kwako Bwana yanawezekana. Bwana, tunasongea kwenye kiti chako cha enzi, mioyo yetu imevunjika na kubondeka mbele zako. Tunakuhitaji Bwana tukakuone. Tunahitaji ukaone uwepo wako, tukaone uzia wako Bwana ndani ya maisha yetu Mfalme. Tunajikabidhi mikononi mwako, tunajikabidhi mbele zako. Ibada ni mikononi mwako, kanisa ni mikononi mwako, wapendwa ni mikononi mwako, washirika ni mikononi mwako, familia zetu na surrender mbele zako Bwana. Asante Mfalme wa majeshi. Maandiko inasema ya kwamba ajengaye nyumba Mungu asipohusika anafanya kazi ya bure. Alindaye mji Mungu asipohusika anafanya kazi ya bure. Baba, tunakuhusisha, ukashika ushukani. Wewe ndio foundation ya wokovu wetu. You are the source of our salvation. You are the source of our faith. You are the source of our faith, oh God. We praise you Lord and we honor you. We give you praise and the glory. Ukatupa kinywa ya kukutumikia, ukatupa kinywa ya kukuabudu. Baba, tunasema ni asante. Baba, huku nje kuna watu wana mikono, umetupa mikono Bwana Yesu. Tunasema ni asante. Kuna watu wana miguu, sisi umetupe miguu, tunakuinua Bwana Yesu. Kuna watu hawana sauti, umetupa sauti ya kunena. Baba, umetupa uhai, umetupa uzima ndani yetu. We don't take it for granted. Tunasema ni asante. Asante Bwana Yesu, ulikufa msalabani ili mimi na yule tukaokolewe. Asante kwa wokovu ambao umetupa. Tunaomba tukatembee kwenye wokovu na kwenye nguvu za wokovu ambao umetupa. Jina la Bwana libarikiwe, jina la Bwana liinuliwe, jina la Bwana lipewe sifa na maabudu. Asante Mfalme wa majeshi. Baba, tusije tukalemewa kukuinua na kukuabudu wewe Bwana Yesu. Sitaruhusu mtu mwingine kuabudu nikiwa hai. I will worship you myself. I will lift you myself. I will worship you myself in the mighty name of Jesus. Nitakuabudu mimi mwenyewe. Mungu hataniabudia wewe, hakuna yeyote hataniabudia wewe Bwana Yesu. Mimi mwenyewe nitakuabudu, mimi mwenyewe nitakuinua. Riba shakata labazika. Hakuna mtu ataniabudia Mungu, hakuna mtu atasifu Mungu kwa niaba yangu. I will praise you God myself. I will worship you myself and I will pray for myself. Riba shakata labazika. Yandererereribuzika. Naomba nguvu ya kukutumikia Bwana, naomba uwezo ndani yangu Mfalme, in the mighty name of Jesus. Kuna watu wameaminia watu wengine wakuabudia Mungu, lakini mimi Mungu, mimi mwenyewe ninaamini kukutumikia, ninaamini kukuabudu, ninaamini kukuabudu na kinywa changu mwenyewe na maisha yangu mwenyewe, katika jina la Yesu. Rikalabozikalabayanda.
Tunainua mikono yetu tukikupenda Bwana. Tuna mikono yetu Baba tukikushukuru. Tunaona mikono yetu tukisema umetupa mikono hii, ni wewe uliyetuumba, ni wewe. Shalaba sikata labozika. Tunaliabudu jina la Yesu, jina hilo lenye mamlaka. 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 Tunaliabudu jina hilo lenye mamlaka. Tunaliabudu jina la Yesu, jina hilo lenye mamlaka. Tunaliabudu jina la Yesu. Tunaliabudu jina la Yesu, jina hilo lenye mamlaka. Tunaliabudu jina la Yesu, jina hilo lenye mamlaka. Tunaliabudu jina la Yesu, jina hilo lenye mamlaka. Tunaliinua jina la Yesu, jina hilo lenye mamlaka. Tunaliabudu jina la Yesu, jina hilo lenye mamlaka. Tunaliheshimu jina la Yesu, jina hilo lenye mamlaka. Tunaliabudu jina la Yesu, jina hilo lenye mamlaka. Tunaliheshimu jina la Yesu, jina hilo lenye mamlaka. Tunaliabudu jina la Yesu, jina hilo lenye mamlaka. Yesu, jina hilo lenye mamlaka. Tunaliabudu jina la Yesu, jina hilo lenye mamlaka. Tunalisujudu jina la Yesu, jina hilo lenye mamlaka. Tunaliabudu jina la Yesu, jina hilo lenye mamlaka. Tunalisujudu jina Yesu, jina hilo lenye mamlaka. Tunaliabudu jina la Yesu, jina hilo lenye mamlaka. Tunalinamia jina la Yesu, jina hilo lenye mamlaka. Tunaliabudu jina la Yesu, jina hilo lenye mamlaka. Tunalinamia jina la Yesu, jina hilo lenye mamlaka. Tunaliabudu jina la Yesu, jina hilo lenye mamlaka. Tunalinamia jina la Yesu, jina hilo lenye mamlaka. Tunaliabudu jina la Yesu, jina hilo lenye mamlaka. Tunaliinua jina la Yesu, jina hilo lenye mamlaka. Tunaliabudu jina la Yesu, jina hilo lenye mamlaka. Tunaliinua jina la Yesu, jina hilo lenye mamlaka. Tunaliabudu jina la Yesu, jina hilo lenye mamlaka. Tunaliinua jina la Yesu, jina hilo lenye mamlaka. Tunaliabudu jina la Yesu, jina hilo lenye mamlaka. Tunaliinua jina la Yesu, jina hilo lenye mamlaka. Tunaliabudu jina la Yesu, jina hilo lenye mamlaka. Tunalipenda jina la Yesu, jina hilo lenye mamlaka. Tunaliabudu lenye nguvu jina la Yesu, jina la Bwana, jina hilo lenye mamlaka. Tunaliinua
nasikia wenye mamlaka, 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 jina la Yesu, wenye mamlaka, wenye mamlaka, wenye mamlaka, jina la Yesu, wenye mamlaka, ina uwezo, wenye mamlaka, jina la Yesu, wenye mamlaka, ina uwezo, wenye mamlaka, jina la Yesu, wenye mamlaka, wenye mamlaka, wenye mamlaka, jina la Yesu, wenye mamlaka, wenye mamlaka, wenye mamlaka, jina la Yesu, wenye mamlaka, wenye mamlaka, wenye mamlaka, jina la Yesu, wenye mamlaka, sasa wanazaa wenye mamlaka, wenye mamlaka, wenye mamlaka, jina la Yesu, wenye mamlaka, na mamlaka, wenye mamlaka, jawa neema, wenye mamlaka, jina la Yesu, wenye mamlaka, alina upako, wenye mamlaka, jina la Yesu, wenye mamlaka, wenye mamlaka, wenye mamlaka, jina la Yesu, 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 wenye mamlaka. jina lako Yesu lina mamlaka yote, jina lako Bwana lina uwezo wote, jina lako Bwana limejaa neema yote, jina lako Bwana, maandiko yanasema tukilitaja mapepo yanatetemeka na kutoweka. Wewe ndio msaada wetu Bwana Yesu, jina lako ndio ngome imara, tunakapolikimbilia Bwana tunakuwa salama. Shalaba sikuli makanda. We give you praise and the glory in Jesus' mighty name, and somebody say amen. Amen. Be seated in the presence of the Lord. And I want us to continue from where I left yesterday, in the mighty name of Jesus Christ. Bwana, tunasema ni asante. This is another day the Lord you have given us to rejoice and to be glad in it. Acts chapter number 5 and verses number 24. Matendo ya Mitume chapter number 5 and verse number 29. Acts 5:29, the Bible says, Peter and other apostles replied, "We must obey rather than human beings." We must do what? Obey. Obey God rather than human beings. Afadhali kumtii Mungu kuliko kufanya nini? Kumtii mwanadamu. Wakati you commit your life to Jesus Christ, the thing that Christ anakupa is a new citizenship. Anakupa a new citizenship. I remember ya kwamba nisema first one
unaingia katika relationship, unapata a new relationship after receiving Christ. Then after ukishaingia katika relationship now, unakuwa a citizen of Christ. Like each one of us here, we are the citizen of this country. We are the citizen of Kenya. We have all rights in this country because we are the citizen of this country. We have all the rights to do whatever we want to do because this is our country. We are the citizen of this country. Unasema amen. Hallelujah. And when you receive Christ, wakati umeanza kuexperience rebirth ndani yako, now you become the citizen of the kingdom of God. So mimi na wewe tunakuwa na a dual citizenship, a citizen of Kenya and the citizen of the kingdom of God because of rebirth. And today in the name of Jesus, I'm giving you a dual citizenship. Be a citizen of this country and also you are the citizen of the kingdom of God. Hallelujah. You are the citizen of the kingdom of God. As long as we are on this earth, we possess dual citizenship. Citizenship of Kenya and citizenship of the kingdom of God. Hallelujah. Yani, njia moja tunatii mamlaka na sheria ya nchi na pia tunatii sheria ya ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Tunaenda nayo yote. But remember, we are citizens of the kingdom of God. Now, the kingdom of God, it is an invisible kingdom. It's not a kingdom that amba unaiona. It's an invisible kingdom of which Christ is the head. So Christ is the head of this kingdom which is invisible. So wakati ambayo iko invisible, God anahitaji our supreme loyalty to him because it is an invisible kingdom. Ni ufalme ambao hauonekani. So Bwana anahitaji a supreme loyalty to him. What does it mean? It means ya kwamba no matter what happen, hauwezi ukaenda kinyume na the kingdom of God. Hapo ndo nafika hata dunia ikukataa, but heaven haijakukataa. Unafanya kulingana na vile dunia, vile mbingu inakavyotaka. Jumali tumesoma katika Matendo ya Mitume 5:29, Petro anasema aje? Better to obey God than men. Hallelujah. Afadhali kumutii nani? Mungu kuliko nani? Mwanadamu. Bwana sifiwe. Better kumutii Mungu kuliko kumutii mwanadamu. The Christ Jesus reigns forever. Hallelujah. Tii Mungu but not man. Obey God but not man. So tunaambiwa better to obey God. Kama Bible tuambia better to obey God, let us obey God. And let us serve the kingdom of God. We can serve the kingdom of God while tukiishi kwa another kingdom ambayo ni hii ya duniani. We can serve the invisible kingdom of God, mahali ambapo tutaishi forever tukiwa kwa this kingdom of Kenya. I am kingdom of God. In the name of Jesus Christ. Somebody say amen. Revelation chapter 11 and verses number 15. I'm teaching kwamba you are a new citizen of the kingdom of God. Yani you receive a new citizenship because of rebirth. Hallelujah. Hallelujah. Hata mtu akikuuliza where do you belong? I belong in the kingdom of God.
I am a citizen of the kingdom of God. Hallelujah. No matter what happened, I am loyal to my kingdom. Siwezi nikakeuka, dhambi wezi kanipendua, vitu vya dunia and the pleasures of this world haiwezi kanitoa kwa ufalme wa Mungu. Nothing can separate me with the kingdom of God. Nothing can separate me to serve my God. Vitu vya duniani will pass away, but my God will never pass away. Better I stay to serve God. Revelation 11 verse 15. The Bible says, the seventh angel sounded his trumpet, and there were loud voices in heaven. There were loud voices. There were what? Loud voices. Which says, the kingdom of God. The kingdom of God. The kingdom of the world. The kingdom of the world has become the kingdom of our Lord. The kingdom of the world has become the kingdom of the God. And of his Messiah. And who is Messiah? And he will reign forever. And he will reign forever. And ever. And ever. Tunaishi hapa kwa ufalme wa duniani. Wakati tunamtumikia Mungu na kutumikia ufalme wa Mungu, na Mungu anafanya hii dunia inafanyika his kingdom, where ambapo he will reign forever through us. Bwana asifiwe sana. Sema amen. The kingdom of our Lord Jesus Christ, he will reign ever and ever. This kingdom of this world will become the kingdom of God, whereby God will reign forever. Bwana Yesu asifiwe. Bwana atatawala. It is my prayer kwamba experience upya ndani yako. Upya ndani yako. Uelewe ya kwamba wewe uko na kitambulisho ufalme wa Mungu kupitia Bwana Yesu Kristo. Bwana asifiwe na Bwana asifiwe. Number 3, what you experience through rebirth, you get a new family. You get a new family, and now you belong to a new family. Not only does God give a relationship with himself and make us citizens of his kingdom, but he also gives us a new family, the family of God. Bwana asifiwe. The family, you are not just related to God. You are not just related to God. You are now related to other believers. Everyone who truly believes in Jesus Christ is now your spiritual brother and your spiritual sister. The way we are here now, we are one family under Kisima. We are the family of Kisima. We are brothers and sisters. Because of Christ, since what we become a one family. Sasa mweza kumwambia, how are you my brother, how are you my sister? Hallelujah. Umepata a new family. So wala ambao hauna biological sister, hauna biological brother, umepata a new family. Hallelujah. Some of you hamuna biological parent. Because of Christ, now you have your spiritual parent. Bwana asifiwe sana. Can I hear amen? Umepata a new family of Christ. And because of Christ now, all of us tuko katika familia moja. Angalia mweza kumwambia, hata kama baba yako alikufa mapema, ulipata baba, wacha wasiwasi. Oh, hallelujah. Na haya yote ni Kristo anafanya. Hallelujah. Haya yote ni Bwana Yesu ameleta, ukapata familia ya kimungu. Familia ya kimungu. Haya mwenye the head of this family is God himself. Pe Yesu makofi mazuri, sema amen. Hii ndio sababu nataka nikwambie ya kwamba remember this one, usisahau. Hii ndio sababu, kwa sababu umepata a new family. I tell you today, you are not alone. And from this, Yesu makofi, useme niko na familia. Hauko peke yako, uko na familia ya kimungu. Hallelujah. Sasa mshika mtu uko mwambie uko na familia inaitwa Kisima Ministries. Hauko peke yako. You are not alone, and you will never be alone, in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Kristo ametuletea familia mpya.
ameleta familia mpya ndani yetu, tukapata a new family. Amen, amen, amen. Tumepata a new family. Na wakati tumepata a new family, remember this one, you are a part of this family. Haujanielewa? How belong to this family, but you are a part of this family. You not just belong in this family, but you are a part of this family of believers, the family of Christ, the family of Kisima Ministry. You are part of this family. Bwana asifiwe. And if you are a part of this family, it is my prayer, when we cry, let us cry together, because we are family. Kama ni kucheka, let us laugh together, because we are one family. Bwana asifiwe. Angalia kumwambia tucheke pamoja, maana familia. Tukilia tulie tu pamoja, because tuko familia moja. We are one family. If it is crying, if it's laughing, hey, together, because this is the family. Hallelujah. And you are a part of it. Amen. You are part of it. Na mwenye ametuonyesha na akatuonyesha upendo wa familia hii anaitwa Jesus Christ. Yeye ndiye ametuonyesha that love. Yeye ndiye ametusalia, amefanya hii familia ikasaliwa, amefanya hii familia ikapatikana. Hallelujah. Kristo anatupenda na anataka atusaidie, and he will help us, because sisi ni familia yake. Bwana atatusaidia. Bwana atatusaidia. Bwana atatusaidia. Narudia, Bwana atatusaidia. Hallelujah. Bwana atatusaidia. Sisi ni familia yake, and we are one family. Hata mtu akasema divided we fall, together we stand. Hallelujah. Tutasimama kwa sababu Kristo Yesu ako on our side. Hallelujah. Kwa hivyo usione mwenzako kama ni adui yako. That is your brother. That is your sister. Bwana Yesu asifiwe. Is your brother, she is your sister. Amen. Umepata a new family. Wala ambao mna familia today, understand, uko na familia. Uko na familia. Uko na familia. Bwana asifiwe. Uko na nini? Uliza mwenzako, mwambie, unajua namba ya simu ya familia yenu? Unajua grupu ya familia yenu? Aha. Oh. Number four. In that family or in that report, kuna what I call you find a new purpose. A new purpose. And this is a new purpose whereby you find some people are very focused. Wanatumia all their energies to reach their goals, because wamefind a purpose. Wamefind a purpose. So wanafanya kile wanaweza, wanakuwa so focused, wanatumia uwezo na nguvu walio nayo kufika kwa malengo yao. So that because of that purpose gives you direction. Bwana asifiwe. Purpose gives you what? Purpose gives you direction. Unaishi kulingana na the purpose ambayo uko ndayo umepata kupitia Kristo Yesu. Unaanza kufikiria where you are going. You start thinking where you are heading, not where you are coming from or where you are, but you start thinking where you are going. Where you are going is more important than where you are coming from. Bwana sifiwe. So fikiria mahali penye unaenda. Think about where you are going, because where you are going is better than where you are coming from. If you are together, say we are together. Pe Yesu makofi mazuri kama tuko pamoja. Unajua wakati tunaishi haya maisha, hatufai kuishi tu bila kuwa na direction. Purpose ndiye inafanya tunapata direction katika maisha. Wakati tumempokea Kristo, Biblia inasema huyu Yesu anatupa a purpose in life. So tunaanza kuishi kama Kristo, not just ourselves, but we live like Christ. We live the way Christ anataka tuishi.
That's the purpose. So usiwe tu mtu umeokoka, but uko na purpose. Why were you saved? Kwa nini uliokoka? Na kwa nini umeokoka? Kwa nini umewe ni Mkristo? Na kwa nini wewe uko kwa ibada? Na kwa nini uko hapa? Unajua Christians iko aina mbili. Kuna just Christian and Christian believers. So ningelipenda ukuwe a Christian believer, not just a Christian. So ndio ukuwe a Christian who is a believer, driven by a purpose in Christ. Mpe Yesu makofi mazuri. And then another thing you will find in the rebirth is what I call a new power. A new power. You find yani vile umeanza kuwa upya, so things zinaanza kuwa also new. Things zinaanza kuwa new. Unajua mtu ambaye anafaa nguo mpya na hajaoka, huyo mtu sijui kama anajielewa. Nguo mpya lazima uoke, you freshen up, then ufae nguo mpya. Amen. Ama unafaa na uchafu, unafaa nguo mpya, na lago hiyo kufaa nguo mpya una make sure umeoka, umejitengeneza huko sawa sawa, then unafaa hiyo nguo mpya. Hata wewe mwenyewe nguo inanuka mpya, wewe mwenyewe unanuka fresh, so una match na nguo yako. Kuna watu unaweza pata wamefaa nguo mpya, lakini the smell yake na nguo hasimatch, sababu amefaa kwa uchafu. Praise the Lord. Asifiwe. Because Bible inasema katika John chapter 8 verse number 32 ya kwamba you shall know the truth and the truth shall set you free. When we come to Christ, that's where we will know the truth. God himself aliishi ndani yetu by his Holy Spirit. Na hapo ndipo unajua ukweli, na ukweli na kuweka huru. Amen. God has given us a new purpose. A new purpose. But without a new power, we will never be able to achieve that purpose. We will never be able to achieve that purpose if we don't find the new power in us. Remember Deuteronomy 8:18 nasemaje? This is what the Bible says. Ya kwamba Mungu ndiye anapeana nguvu ya kukua tajiri. So unatafuta nguvu za Mungu ili ukue rich. Na ndio inasonga inasema kwamba baraka za Mungu hasina huzuni, kwa maana Mungu ndiye amekupa uwezo wa kuzipata. Have you realized ya kwamba any blessings unakapoipata kutokana na uwezo wa Mungu, hauwezi kula na huzuni? Because Mungu ana protect nguvu ambayo imesababisha ukaipata. Mtu asema amen. God has given you a new purpose, but without a new power, how to experience a new rebirth? You need a new power so that you experience new rebirth. And don't forget this one. You will never enter into rebirth without pain. Na hapo ndio kanisa ikanyamaza. Don't think ya kwamba it will be easy. When we declare that 2025 is a voice and rebirth, kuna pain, and there is a painful price we have to pay. Na baada tukishamaliza kulipa hiyo gharama, the joy will be ours. Kwambia mama mgani atazaa bila uchungu, hata kama ni wani. Mwambie hata kama ni sekunde. It is mama asikuja akakudanganya ati akuzaa bila uchungu, ati mimi ni saa nataka mbili. Hata kama ni sekunde, 30 seconds, that's pain. Kwa mama, Bwana asifiwe. Ni kweli si ukweli? Hauwezi ukazaa without nini? Pain. Lazima upite labor pain ndio mtoto akuje. When that child anakapokuja, you sahau the pain. This voice and the rebirth, I want to assure you, tuko sai kwa pain fulani because mimba iko tayari.
Sasa kuna pain imeanza, and I assure you in the name of Jesus, anytime the child atasaliwa. Amen. Sijasikia sema mtoto atasaliwa. Unajua kuna mambo Mungu anaweza kuleta uyaone physical hivi ukose kuelewa, ni kwa sababu ya ile maombi uliomba. Usema Bwana nataka report. Bwana anakuuliza unajua kile utapitia? Unasema oh Mungu mimi siko tayari kupepa mimba. Now why are you crying for report? Oh Mungu mimi sitaki kusaa. And why are you crying for report? If you are crying for report, hakikisha sisi ukaange tayari season ya labor itakuja. Na isipokuja lazima utafute daktari. Kwa nini mimi labor haikuji na 9 months imefika? Na ndio unaona isipokuja daktari mzuri anachukua shindana na kulima mpu pako pain ikuje. Isipokuja atakuongeza shindana nyingine pako mwambie daktari imeanza. Sema ni kweli? Amen. Sasa some of you kwa jina la Yesu nitakuweka shindano mpaka lepa ikuje. Kwa sababu kuna something lazima kisaliwe kwako. Hata kama uone lepa, uone dalili, uone hallelujah. And kama kisema family, this year kuna things will pass. Lakini kitakachosaliwa kitakuwa kikubwa kuliko the pain. Mkosema Bwana Yesu, naomba kitakachosaliwa kiwe kikubwa kuliko my labor pain, kuliko my spiritual labor pain. Kiwe kikubwa, because you promised me I will receive power comes on me. Praise the Lord. Acts chapter 1 verse 8. It says it's here, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Hauwezi ukawa a witness kama uja experience power. Hauwezi kuwa a witness kama ujapitia labor. Utakuwa a witness wakati umepitia labor, ndio utakuwa naambia hata women vile mtoto usaliwa. Msichana mwenye hajawahi saa atakwambia nini? Atakwambia which kind of labor watu upitia. Kuna wale mlifikirianga ni mteremko, ulipoingia huko ulipotoka ukasema kile nilipita. Mtu asichezee mtoto yangu. Halo, mtu asifanye nini? Asichezee mtoto wangu. Kile nilifanya nini? Nilipitia. Because hicho ndicho unachunga, kwa sababu umepitia process ya uchungu. Bwana asifiwe. Na wakati umepitia the process ndio unasikia ile sauti. Unajua kuna sauti aina mbili. Before report itokee, kulikuwa na sauti ilikuwa inatoka ya kelele. Huyu mtu alinipei mimba mchinga mpumbavu, ako wapi sasa nitamuona? Ako wapi? Utatoa matusi, kelele itakujia. Lakini after labor kuna kuwa na kelele ingine nyororo. Hallelujah. Ya kualati ulimwengu ya kwamba something has been born. Are you getting me now? Hallelujah. Hiyo sauti ya pili ni kualati ulimwengu kwamba something has been born. Yeah. Hey. Hata madaktari watakimbia mbio kuangalia waseme hii sauti si ya kwanza, hii ya pili ni ya miracle. Na ikafanyike 2025. No matter what, it doesn't matter what the devil is doing. Lakini sauti ya pili ya mtoto lazima itasaliwa na itatoa kwa jina la Yesu aliye hai. Sema amen. Ukiangalia kwa maisha yako kile kinafanyika around, you will not serve God. Utafunjika moyo, utaisha nguvu, na kumbe ni shetani tu anakushutua. Unajua shetani zingine anafanyanga tu kitu kukushutua tu, kutaka kujua tu imani yako. Utapefu aje?
Anashtua tu secretary. Secretary anaisha nguvu yake yote. Mpaka anaweza kusema baba tutafanya aje? Shetani akana kushutua tu kujua your faith. Utafanya nini? Will you cry vile wengine wanalia? Utapika nduru kama wale wengine, ama nduru yako itakuwa ya imani? Hallelujah. Before God ashuke, shetani ndio utangulia. Yesu akitoka fasting, alienda kujitayarisha on top of the mountain, na alienda peke yake huko. Kazi kubwa ilikuwa imemngojea mbele, na ndio kazi kubwa itokee mbele kubwa. Listen to this one. Number one, alikutana na shetani. Kabla hajakamilisha kazi, shetani alikuwa kwanza kukutana na yeye. Na dadi devil aliyekutana naye, devil hakuelewa ya kwamba, alifikiria huyu mtu alienda mlimani kukataa kukula. Hakujua huyu mtu alienda mlimani kutafuta nguvu za Mungu na ufalme wa Mungu ameshuka nayo. Hiyo ndio shetani hakuelewa. Ndio akakuta kumwambia, "Su change bwana, najua uko na njaa. Tu change mambo kwa mkate ushipe. Umekaa 40 days huko." Alikuwa anafikiria amejikausha, hako huko na njaa. Lakini hata people wanafikiria tu tunakwanga hapa tunapiganga tu kelele, tunapiganga kelele. Haoni kama hii kelele. Wanapiganga tu kelele hawa. Let me tell you, time is coming and very soon wataona hiyo kelele umuhimu yake. Hii kawe mkate. Yesu hakuwa na time ya kupishana na wao na kulisana shetani umetoka wapi. Alimwambia tu it's written. Short. Shetani akachange tena, kakuja ya pili. Yesu hakuwa mambo mengi yote, it is written. Mambo mengine you don't need to explain yourself. Wacha show watu wokovu. Onyesha tu watu wokovu, onyesha tu watu Kristo. It is enough. Jesus Christ enough. Halipa gharama yote. Wewe tu onyesha watu Yesu imetosha. Mambo mengine Yesu atafanya. Si mtu asema amen. Kuna mtu alinipigia jana simu usiku kama anapika nduru. Mtu amefeindi kwa nyumba, amefeindi, anatoa pofu, wakaanza kupika nduru na wakasema ali wanaishi hata ambulance iwezi kaingia. Nikawaambia si umenipigia, mimi ndio ambulance. Nikawaambia simeni kila kitu, nisikia TV ni kama iliwapata kama TV kwa niambia simeni TV nasikia kelele. Nataka kusikia kelele huyo mtu mwenye ana faint. Sitaki kelele nyingine kwa nyumba. Nikaambia wekeni sauti kwa simu. Nikaweka sauti simu. Nikauliza ni pepo ya aina gani hii ambayo inangojea tu watu wameweka chakula kwa meza wanataka kukula alafu inawakataza chakula ina faint. Na kuambia nikiongea hivyo pepo ikaongea kwa simu huko, nikamwambia weka loudspeaker. Ikaanza kusema leo nimewapata. Leo lazima huyu niende na yeye. Lazima nimuue. Nikamwambia hutaharibia watu chakula. Leo watu watakula. So sema haleluya. Bwana asifiwe. Na kuambia ukinipata kwa nyumba ungeniona mimi mwenda simu. Ungenipata kwa simu na command vitu niko kwa nyumba nani. Ungefikiria huyu mtu wako hapa na maybe. Na nikafanya deliverance kwa simu. Na nikamaliza deliverance. Na nilipomaliza huyo mtu akasema nataka kukula, anasikia njaa. Vitu simeenda. Uliza mwenzako walikula wako kula. Niliwaambia watakula. Uwezi sumbua watu wakose. Walikuwa wakaniambia ndio walikuwa wameleta chakula tu na wakapanga ndio wananawa mikono na yakafendi. Nikamwambia pia utasumbua watu wanasema wakule. Nothing ambacho kitafanyika kikuzuie kumwabudu Mungu. You will serve God. I assure you in the name of Jesus, you will serve God. Unaambia watu ya kwamba hata ukufe ukose mtu wa kusika wewe, so long as roho yako imeenda mbinguni, ni ya muhimu sana kuliko usindikishwe na magari 300 msafara lakini kusimu unaenda. Ni faida gani? Haina faida. Afadhali hata usikufe uosee kwa mtaro, but your heart imeshaenda heaven. Wanalilia mwili hapo kwa mtaro, lakini wewe mbinguni unasema wangelijua mali niko hawa watu.
Unajua watu wakienda kwa naangalia yako sema hii mpaka Mungu anakuonyesha, wacha nikuonyeshe mwili ambao wanalilia. Unaangalia vile mwili na kasura mbaya vile imeosa. Unasema watu wangelijua. Ni vile Mungu hasiruhusu karudi. Na ndio unaona watu ambao wanga wanarudi wakikusumbua kwa ndoto. Watu waulize vizuri. Hawakwenda heaven. Watu walienda mbinguni hawarudi. Ayusi kama unanielewa? Mbinguni ni kuzuri. Ukienda hata wewe ukienda saa 4 ufike heaven, utarudi. Hata Mungu akwambia ende waambie, ende wahubirie huko chini, waambie mahali vile mbinguni kuko. Utakubali kurudi huko? Sirudi. Lakini uko na wale wanarudi hapa wakikusumbua sumbua, hawakwenda heaven. Ndio wanarudi kuambia nichinjie ng'ombe, sijui nitengeneze nini. How together? Hawako wapi? Hawako heaven. Wamewekwa tu mahali pa kututese na kutusumbua hapa. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Number 5. Number 6. Okay, experience a new rebirth. Now you get a new destiny. You get a new destiny. A new destiny. Unajua wakati mtu anaokoka kuna watu we call conversion. Sasa umeconvert, umekuwa a Christian, umeokoka. And ukiangalia the meaning of the word conversion. Conversion means change. Ya kwamba vile nimeconvert, now mabadiliko imeingia. Amen. Mabadiliko yafanya nini? Na hiyo change wakati imeingia ni Kristo ameleta. Sasa anatengeneza a new destiny ndani ya maisha yangu vile nimempokea. Amen. Ndio unaona hata some of you today, yale maisha mengine mnaishi si maisha hata ulifikiria utawaishi maisha kama hayo. Ni kwa sababu ya Kristo alileta new destiny ndani yako. So umeanza kuishi kulingana na destiny yenye Yesu alileta. Na kama uko hapa na unasikia na hujaanza kuishi vile Kristo alileta destiny, better ianze now. Narudia, nasema better ianze now. Have you ever realized kwamba Mungu akitaka kufanya something great, nataka kuleta mabadiliko ya ajabu, even the environment haitakuwa nzuri kwako. Environment hata iwezi kuwa conducive. Everything inaweza turn against you. Don't cry. Ndio nanga mama akitaka kuzaa hata chakula inamkataa. Hata ukimpea simu anaweza kupika naye kwa uso. Niletea nani simu? Nikuambia nataka simu. Hataki. Because everything is just against yeye. Because kile kitu ambacho kiko ndani yake kinamwambia aje focus. Sio kama unanielewa? Do what? Focus. Ndio namwambia wachana chakula, focus, nataka kusaliwa, focus kwangu. Inakukataza simu, inakukataza kukula. Haleluya. Tunasikianga vitu vingine unasikia tu. Ukiangalia hivi watu wamite mbele yako ambia, huyu mtu atoke mbele yangu. Huyu mtu atoke mbele yangu. Huyu mtu atoke mbele yangu. Yaani hausikii mzuri vile amesibaba. Unasikia tu unampika lakini bila una uwezo. Because kila ambacho kiko ndani kiko na destiny. Destiny hiyo inataka isaliwe, kwa hivyo inakukataza mambo mengine. So huyu Yesu wakati unasaliwa upya, basi Yesu analeta hatima mpya. Na hii hatima mpya Yesu mwenyewe ndiye anatengeneza ndani yako. Sasa mabadiliko yanaanza. Praise the Lord. Romans 6:23 nasemaje? The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So Yesu anapoingia analeta gift ya uzima wa milele. Lakini mshahara wa dhambi, maandiko yanasema nini? Ni mauti. Lakini Yesu akiingia ameleta uzima wa milele. Hatima mpya imeingia. Inua mkono I prophesy kwa maisha yako. Because uko na Kristo maisha yako, wacha we experience a new destiny in the name of Jesus Christ. May God bring a total change
ndani ya maisha yako. 2025 Shambo say a new destiny. Louder, a new destiny. Louder, a new destiny. Amen. Pe Yesu makofi bana. Because once ulikuwa unaelekea kuzimu, lakini Kristo alipokupatia wokovu, safari ya kuzimu ikapenduka, safari ya sasa ni ya mbinguni. Umeanza mwelekeo mpya ya kuelekea mbinguni. Umewacha barabara ya kwenda kuzimu, sasa ni ya mbinguni kwa sababu ya Kristo. Mwanzo ulikuwa umetengwa na Mungu, you are separated from God, but because of Christ sasa mmekuwa pamoja. Ndio maandiko yanasema Yesu ndani yako na wewe ndani ya Yesu. Na Yesu anasema yoyote akalie ndani yangu nitafanya azae matunda tena mengi sana na mazuri. Haleluya. Nani utazaa matunda? Utazaa matunda. Ukienda kwa shamba wanga ni chafu. Na ukisimama hapo uangalie shamba, hauwezi tarajia kitu inaweza pandwa hapo na ikamea. Na huwezi ona kama kitu inaweza kuwa kizuri. Like ukienda saa Kitale, kaunti ya Trans Nzoia, utaona ukiangalia mashamba vile yako, hautaona kama kitu inaweza toka ndani. Sasa saiti ni mafumbi, watu wa kulima wanalima, but hiyo shamba inataka ilimwe, itengenezwe, ipandwe mbegu ya mahindi. Na hiyo mbegu haimei haraka, haikui haraka, na tena haikomai haraka. Una plant now March, uta harvest October. Sasa ukienda kama mwezi wa Julai, hapo Julai hautaona hata nyumba ya mtu. Utaona tu ni forest za mahindi peke yake. Utashangaa, na hii Trans Nzoia watu wanaishi kweli? Forest za mahindi peke yake. Na ile shamba yenye ulipita ukaona nyumba kila mahali, ukirudi hauoni tena nyumba, unaona forest ya mahindi. Kitu ambacho kuna uchafu na watu wamekubali kutengenezwa kile uchafu, ndio kinakuanga kitu kizuri. Mungu akutengeneze na usaliwe upya ingie ndani yako, ufanyike sauti iliyojaa neema, iliyojaa uwezo, iliyojaa barabara ya uzima na milele. Haleluya. Maisha ya duniani haya ni temporary. Maisha duniani haya ni temporary. Siku moja mizigo hizi ambazo umebeba, siku moja Bwana atakupumzisha. Hatakuja kuambia mwanangu, hizi mizigo sasa nasiweka chini. Kwa maana Yesu wakati amekuja, tutakuwa na Kristo forever. Forever. Praise the Lord. Number 7. Your new journey begins. A new journey. Remember, a new journey begins. Remember, when we come to Christ, God gives us a whole new life, a new relationship, a new citizenship, a new family, a new purpose, a new power, a new destiny. When we give our life to Christ, now the journey ya new life inaanza. Safari ya maisha mapya inaanza. Bwana anakupa na a new relationship. Unaanza uhusiano wako na Kristo. Nilikuwa nafundisha, I think yesterday patiwa about a relationship. Unaanza uhusiano mpya na Yesu. Unapata new citizenship ya ufalme wa Mungu. Unaingia kwa new family. Unaanza a new purpose ya maisha. Unapokea a new power ndani yako. Halafu unapata a new destiny. Hallelujah. Safari mpya mfanya nini? Imeanza. So haya mambo yote unafanyiwa sababu safari imeanza. Ndipo uanze safari. Na uelewe ya kwamba safari kuanza sometimes huwa ni ngumu kuanza.
lakini unakapoanza inaanza ni kama inayumbayumba, ni kama inaenda, ni kama yendi, ni safari. Alafu inafika mahali ni kama inanyoroka, ndani inafika mahali tena lakini kama inakwama, ni kama inakataa, ni kama hapa sasa sitoboi. Hapo unasema hapa ni sitatoboa tena, mimi hapa sitatoboa. Hiyo ni safari. Lakini wakati unakuwa focused, basi unapita hiyo safari, unapita mpaka katikati ya safari. Na niliwafundisha wengine nikawaambia kwamba mahali kunakuwa na problem sana ni katikati ya safari. Wacha nitumie kaunti ya Nairobi na ya Mombasa na kaunti ya Western na Nairobi. Kaunti ukitoka Mombasa ukikuja Nairobi, ama ukitoka Nairobi ukienda Mombasa, katikati ya Mombasa na Nairobi mahali watu wanashukanga wakikula chakula ni wapi? Mtito wa Ndei. Mtito wa Ndei, hapo ndio watu wanakanga wamefika katikati ya safari ya kwenda Mombasa. So mwenye ujai umefika Mombasa unafikiria ukifika Mtito wa Ndei umefika Mombasa. Sasa hapo ndipo unaambiwa enda restroom, tafuta kitu ya kukula, sababu tumefika katikati wapi? Hata tumbo yenyewe inakuambia katikati ya safari weka kitu. Because uko wapi? Katikati ya safari. Hata kama wewe unasema tu sikii kukula, ukiona watu wanashuka unasikia tumbo inakwambia hata shuka tu kunywe maji. Itaitisha katikati wapi? Ya safari. Na ukiangalia mahali penye unaenda unasema bado tunaenda ni mbali na tuko katikati ya safari, driver anaweza kosa kusimama njiani. Wacha nifanye nini? Let me rest hapa kidogo. Amen. Acha nitafute rest room kidogo ndio nikuje niendelee nikiwa fresh, nikiwa salama nisonge. Katikati ya safari. Ukitoka Western ukikuja Nairobi, katikati ni wapi? Ukiangalia gari ambayo inatoka Western na ikose kuingia Nakuru kidogo, huyo driver ni mlevi. Na ile inatoka Nairobi inaenda Western, Nakuru ikose kuingia mahali, hiyo driver si driver na Kenya. Si lazima naingia Nakuru. Kwa nini naingia kufanya nini? Bwana asifiwe. Unaingia hapo watu wa kule ndio wapate nguvu ya kufanya nini? Ndio wapate nguvu ya kuendelea, safari. Sababu safari wewe na tu, kuna vitu zinahitaji. Hii mwili inahitaji ndio iendelee na safari ya kusonga. Bwana asifiwe. Amen. Usichukulie tu msaa ya kwamba Yesu alimaliza kwa msalaba. If everything Yesu alisema it is finished. Nani? Haukuelewa. Ni Pasia ndiye ilitoka kasema sasa hakuna tena kuchinja ng'ombe ndio ende kwa madhabahu, na hakuna tena mtu kukuendea kwa madhabahu. Sasa unaweza enda mbele ya Mungu wewe mwenyewe. Hiyo ndiyo alisema. Sasa hakuna tena mtu kukwambia kucha nikusamee. Ulikosa nini? Okay, leta kondoo. Kutoka leo dhambi zako nimekusamee. Hiyo ndiyo Yesu alisema finished. Unajua kitambo ilikuwa lazima uende. Father, mwambie nimekosa. Nilitusi mtu chusi, nimekuja na hii nifahamie. Anakuambia kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina, nimekusamea na usirudie tena. Halo? Sasa Yesu alipokuja ndiye akasema all is finished. Hakuna tena kwenda kuambia mtu mimi ni mtenda dhambi unisamee. Sasa ni kujimwaka mbele ya Kristo mwenyewe, naambia Baba mimi ni mlevi, nimekuja unisamee. Mimi ni msharati, mimi mtenda dhambi, nimefanya maovu, nimefanya mabaya, mimi ni mwizi, mimi ninafanyanga mabaya. Bwana Yesu nimekuja unisamee. Hakuna tena kupitia mtu ndio usamehewe, ni kwenda mwenyewe mbele ya Kristo. Hiyo ndio Yesu alisema yote mfanye nini? Musa alikuwa anaendanga anafunga ile, anaingia kwa altar, anakuja anaongea na Mungu,
alafu anachuka, anafunga hiyo tent ya meeting na Mungu, anakuja kuambia Mungu amesema bla 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 bla. Lakini sasa tunaona, sasa unaniona, sasa mwambie mwenzako all is finished. Na bure ningewawacha nyinyi huko, hapa ungekuwa umefungwa, hamungeniona. Sasa ningekuja huko, hata mungesikia sauti yangu, ningekuja tu naongea na Mungu, alafu nikuje sasa pasia lifunguke, sasa nikuje huku nianze kukuambia Bwana Mungu anasema. Be mwenzake liisha. Sasa hii Mungu akiongea ninakwambia ukiniangalia, sababu alimaliza yote. Hakuna tena kuchinja mang'ombe na mambusi na makondoo, ni kujipeleka na kwenda straight. Mpe Yesu makofi, sema asante Yesu. Kwa sauti ya asante Yesu. Safari imeanza. Na haikuangi rahisi. Inahitaji repentance and faith. Hii safari ndio uanze ku experience new destiny. Uanze kutembea katika new relationship. Uanze kutembea katika kusudi lako na kwa nguvu ya Mungu. Inahitaji imani na toba kwa wingi. Lazima kuwa Mkristo wa kurepent every time. Unajua kurepent ni kama ile unatoa uchafu ndani yako. Repentance unatoa uchafu, unatoa dhambi, unasafisha through repentance. Sasa unasafisha kutokea na hiyo dhambi, unatubu, unawacha, and then alafu unaanza kugrow katika imani. Sasa kutembea katika imani. Bwana asifiwe. So wakati unatembea katika imani ya kwamba ikusaidie ili ufike mwisho wa safari yako. Mtu wa Mungu asema amen. Ephesians chapter 4 verses number 22 to verses number 24. Waefeso, if you are there. Chapter 4 verses number 22. Ephesians 4:22, the Bible says. Ephesians 4:22. You were taught with regard to your former ways of life, to put off your old self, yes, which is being corrupted by its deceitful desires, to be made new in the attitude of your mind. 24 inasema, and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Amen. Praise the Lord. Sasa ile wakati umempokea Kristo, Biblia inasema aje? Sasa the old is gone, the new has come. So unavua the old self, unafaa now the new self. It means ya kwamba kufikiria kwako kunabadilika. Vile unafanya mambo haufanyi vile ulikuwa unafanya ukiwa kitambo. Unafanya in a different way. Njia zako unafanya kwa njia tofauti. Vile unafanya mambo, vile unasuluhisha mambo, unaifanya kwa njia ya utofauti, kwa maana sasa umevaa the new self. Praise the Lord. Umevaa the new self. Jina la Bwana libarikiwe. So nakuombea kwamba Mungu akusaidie mimi na wewe tusiishi kama zamani. Zamani tumeshatoka kwa tabia ya zamani, sasa sisi tufae tabia ya Kristo. Hakuna mtu aliita kina Petro ama Petro aliambia watu naja mimi nimeokoka, tumempokea Kristo. Tabia zao zenyewe na kutembea kwao kulionyesha hawa watu ni wa Kristo. Corinthians wakaenda huko, wakaangalia, wakasema hawa watu wana behave na wanatembea kama wa Kristo, kwa hivyo hawa watu ni wa nini? Ni wa Kristo. Okay, wewe umeokoka kwenyu kwa familia,
lakini tabia zenye ulikuanga nazo before okoke is just the same. Sasa hata familia yenyu haikutambui kama umeokoka, maana vile tabia ulikuwa nayo before okoka na vile umeokoka is just the same. Hata maybe ndiyo imekuwa mbaya zaidi before okoke. Sasa hakuna mtu ana recognize. Hata ujaribu kujikasa, unakwambia hata afadhali sisi wenye hatuendangi church, because tabia yako haija change hata kidogo. Hata ndiyo imekuwa mbaya zaidi. Sasa hata ndio umekuwa mjuaji zaidi. Hallelujah. Kwa sababu the old self bado uliokoka, lakini bado uko nayo, haujaivua. Ndio nanga kuna watu wengine wanaonanga wokovu iko kwa mwili. Kama kuna nguo amevaa na kuambia usinichokose, kunichokose wacha nitoe mavazi kwanza, jana nitoe nirudi. Na kweli ukicheza atatoa, akwambie sasa nimeenda kutoa, ulikuwa unasema. Sasa yani ako tayari sasa kupigana, because ili yenye ilikuwa inamzuia ni mavazi. Sasa ameshatoa, which means wokovu wake na utakatifu wake iko kwa nguo. Hiyo nguo akifaa yeye ni mtakatifu. Akishatoa sasa tunaweza pambana. Wokovu haiko kwa nguo. Na ndio unaona ukiokoka, jaribu vile unaweza hata familia yako wajue huyu mjamaa kweli ameokoka. Wacha dada yako, ndugu yako, watu ya ukoo wajue huyu mtoto kweli aliokoka. Siku hizi tunaona wokovu ndani yake. Tunaweza ona wokovu. Yaani ulitoa ile the old self. Sasa wanaona the new self ambao umevaa, wanaanza kusema huyu ameokoka. Hata nasikia wanakuambia mtoto wetu, shikilia hapo. Simama vile umesimama hivi. Tunakuombea usirudi nyuma. Lakini ukisikia wanakuambia, hawajawahi kukuambia tunakuombea usimame hivi na usirudi nyuma, wanaona tu unawasumbua. Lakini ukiona wanakuambia shikilia hapo, tunakuombea usimame usirudi nyuma, wameanza kuona change. Some changes. Bwana asifiwe. For example, kuanga na tabia yenye hata wakikutuma huwezi enda, ulikuwa hujaokoka. Wakati umeokoka bado wanakutuma hauendi. So umebadilika kweli? Haujabadilika. So our only change. Mwisho hata wanaweza kupiga tu kombora moja wakwambie hata afadhali sisi wenye tuendangi church. Inauma. Pako unaanza kusema kwani mimi ni church naendanga kwa bure tu. Kuna kitu naenda kufanya. Kwa sababu hautumiki. Ulikuanga mfifu, hata uoshi nyumba wakikuacha. Umeokoka lakini bado nyumba vile waliwacha watakupata tu na hivi. Hata uwezi fikiria mwenyewe na akili yako. Hata utumie common sense yako hata ya kusaliwa uapply. Bado uko tu very lazy. Yani changes hakuna. You are not responsible. Vile ulikuwa tu hiyo maisha ndio bado uko leo. Vile ulikuwa tu mchapanachi mandondi bado sasa unafanya tu. Bado naambia watu siko kanisani, tuko njiani. Hapa nitakutandika. Hallelujah. Unasikia unaambia mtu wewe nichokose tu. Kama singekuwa nimeenda church leo. Shukuru Mungu nimeenda church, roho yangu imesafishwa. Unaona? Sasa ilikuwa ni matatizo kuambia umeokoka ndio, lakini kuna the old self bado kajatoka. Bado kanafanya nini? Bado kamekalia mahali, sijui wewe kwako kamehang wapi. Kuna mahali tu kamehang. Akajatoka, bado kamehang. Bwana asifiwe. Bado kafanya nini? So jaribu tu hata kama unaishi na watu uanze tu kuona changes, au kukuanga mtu active, uko tu active, unafanya hivi unafanya hivi, hata ungeweza kuserve watu, but now umeanza kuwaserve. Let them see salvation kwako. Watu waone wokovu kwako. Hallelujah. Cynthia, let your brother aone umeokoka. Mserve. Tengeneza, pika chakula, mpangie, mweke macha kunawa, mupatia kunywa. Akishamaliza toa vitu kwa mesa, pangusa, alafu muulize bro umeshiba? Hello. Ulize bro umeshiba?
Huyo brother sema, hey, my sister ameokoka. Huyo amesaliwa tena. Halo, huyo ameokoka na kweli amesaliwa tena. Unaona hiyo? Hautaambia that brother ya kwamba nifuate kanisani. Utamsikia tu mwenyewe anakufuata. Lakini vile uliokoka, wewe vile ulikuwa hujaokoka, ukishapika chakula unachukulia hapo mwe, kila mtu mwenyewe achukulie yako, unajiendea huko. Bado unafanya the same wakati umeokoka. The old self haikutoka. Hallelujah. Niliwaambia wokovu si kusema mdomo tu watu waone umeokoka. Matendo yako itafanya watu waone wokovu. Wokovu wako tutaona matendo. Kila matendo yako inaleta wokovu. Inaleta wokovu. Mtu anaokoka kwa sababu ya matendo yako. Tuseme amen. Ukitoka hapa, wewe ukisafu your brother, sema amen. Ndio. Na unatengeneza. Amen. Usingoje Mathayo akuja kuulize, Cindy hata macho hujaenda. Be responsible. Because wakati umeokoka, tusiokoke tu mdomo. Tuokoke mpaka ndani yetu. Mpaka matendo. Things change. Usiwe tunalala kwa nyumba ovyo ovyo mpaka wanasahau kama wako na mtu ambaye ameokoka kwa hii nyumba. Mpaka hata wajaokoka kwa nyumba wanasema hii nyumba tunalalanga tu kienyeji. Hakuna hata maombi na tuko na muumini hapa ndani. Hallelujah. Mpaka unasikia hata siku moja wanakusengenya wenyewe kwa nyumba, na hii nyumba tuko na pastor kweli. Alafu wewe nani uchinga yote unamwambia hapa hakuna pastor. Na ni wewe wako wanasema. Sababu wakati umeokoka, wasiookoka lazima watakuita pastor. Wewe pia haushikanishi, ni wewe wako wanaongea. Alafu na ujinga wote unasema pastor hako church. Hayo hapa hakuna. Alafu nasikia wanacheka yao yote. Ni wewe wako wanaongelea. Halo. Malisa ambia watu tumekula, acha niwaombee muende mlale. Waone kweli wako na muokofu wapi? Kwa nyumba. Watu wana muokofu. Hey Millicent, show your husband ya kwamba this woman ameokoka. Hallelujah. Hata kama analala anajuanga niko na wife ambaye ni muombezi. Ana lazima aombe kwanza. Anakuja paka mimi nimelemewa na niombee kwa kitanda. You getting me? Siku nyingine utasikia mwenyewe anaanza kuambia, leo siendi, leo tunaomba na wewe. Hiyo spirit umeanza kumwambukiza. Imeanza paka mwisho nasikia yeye pia naye anaanza kuomba. You getting me? Lakini nyinyi wote tu hata kwanza Sunday ndio mnapango sanga Bible mnapewa mnaenda kanisani. Hii Bible yangu ni chafu. Mpaka unafikiria wokovu iko kwa Bible. Wokovu ni ndani yako. Hata mapepo yanasema kwa hii nyumba nightmare. Unachukua Bible ndio unaweka kwa pilo unalalia. Mapepo itakusumbua. Kwanza ndio utalala. Hii haikemei pepo. Ni power yenye Mungu ameweka ndani yako, not this one. Wewe soma understand ikupatie power. Hii wezi kwanza, hii ndio mtoto atasumbuka kabisa. Alafu utasikia mwenyewe nisipoweka Bible alalangi, acha nimwekee ndio alale. Tulipewa tusome, tuelewe, tuapply, tujue Mungu ikae ndani yetu, tufanye vile Mungu anataka. Kama hii Bible ingekuanga mtu inakemea mapepo, na kuambia tungekuwa na Bible mingi sana. Kila pilo ingekuanga ni Bible. Kwa mlango padlock ingekuanga ni Bible. Amen. Yaani padlock ni Bible, lock ni Bible. Kila mahali Bible. Hata TV ingekuanga ni Bible.
Lakini sio hivyo. Yesu akasema kile ndani yangu ukiokoka mimi niingia ndani yako nitakupa. Hata akasema yale mambo niliyofanya ukinifuata mimi na kutii neno langu utafanya zaidi kuliko yale ambayo nilifanya, anasema Bwana Yesu. Inamaanisha yeye anatupa power and authority. Ni kitabu hii tusaidie kuelewa, halafu tuanze kupractice. Show people you are saved. Ujaelewa maandiko yanasema ukipikwa kofi pande hii, keusha pande hii. Unajua wala muelewi ni ile unasikia mtu amekutusi halafu anasema nitusi tena vizuri. Manipika, haya nipike tena pande hii. No. Isi wokovu. Namazi ukipikwa pande hii, muonyeshe pia huku hakufanani na pande hii. Na ndio unaona hata Mungu aliyekuumba hata miguu zako asitoshanangi. Unaona mguu yako ya right na ya left is not the same. Hata vidole haiko the same. Ya miguu yako na ni yako not the same. Bwana asifiwe. Unaweza shangaa uone vidole ya right ni mzuri, alafu kuja leo unaona mmoja nakaa kama kidole ya mbuzi. Ndani yako tu. It's yours. Hallelujah. Ni yako. It's you. It's not the same. Kwa hivyo inamaanisha kwamba change ni lazima. Ukimpokea Kristo, hakikisha na uweke bidii utafute nini? Change. Sema kwa sauti change. Na change huwa haikuji rahisi. Change ingine iko very painful. Ndio hiyo mabadiliko ipatikane. Sasa nyinyi hata unaweza make change. Lakini niliwaambia tisia kuna watu hawatanipenda because ni change. Lakini mwishowe watafurahi na mimi sana. Wataniambia Bishop asante. Ulisimama firm na tumeona that change. Bwana asifiwe. Lakini kuna mambo process inaendelea, hautaelewa, hautani understand. Hata mwingine utalia, utakasirika. Lakini change is coming. Bwana asifiwe. Hata ufanye ache, masikio haitawahi toshana ya mwili yako. Mwingine ana confirm. Haitawahi toshana. Niko nakwambia, haiwezi. Hata ukitaka kujua, enda kwa kioo uone, angalia meno yako. Ingine ni kubwa, ingine ni ndogo. Ingine ni nyeupe, ingine umesukua lakini wapi? Hazitoshani. Ama zako zinatoshana? Ya huku mbele na ya hii haitoshani na ya huku haitoshani. It's not the same. Sababu hiyo meno kama hujaelewa imewekwa na kazi. Kama ya huku hivi, unaona ya huku mbele hawezi uma naye mfupa, sababu haitoshana nguvu ya mfupa. Ine katapila huko nyuma. Hallelujah. Ndio unaona yako kubwa ni kubwa kama tairi ya tractor. Yeye ndiye anaweza kutafuna mifupa. Sababu mwenzako mwambie nyuma inakaa katapila. Ndio nango ukitaka kuuma mfupa unasukuma pande hiyo, unaumia kwa kusaliwa upya. Kusaliwa upya si rahisi. Sio rahisi. Sio rahisi. Na utawaona watu hapo wakicheka sababu si kuzuri. Na sisi hapo ndio tumefika. Ambaye mwenzako tuko hapo, mwambie tena tumefika hapo. Tumefika hapo. Nataka usifocus mali penye tuko. Focus chenye kinataka kusaliwa. Angalia chenye kinataka kusaliwa.
Mimi ninaongea out of experience. Mimi unajua mimi naruhusiwanga kuingia labor room kama muna habari. Daktari kinaumananga, daktari wengine waambie Bishop mali tumefika. Kuna daktari wengine wala wameokoka. Wanakuambia mali tumefika. Tunakuhitaji kwa labor room. Naambia uliza wenye wanasaa kama wanaweza nikubali. Wanasema unafika huko ushawahi ombea mtu na akanalia. Kama una imani wewe siomba. Yaani unaomba na mtu akanapika nduru, unaomba mtu akanapika mateke. Lazima tujikaushe tu, ufunge macho usione kitu. What maombi. Kuna place nilienda, mtoto alikuwa ameanza kutoka na akakataa kutoka. Kikaumana akasema hata wafanye nini? Sasa mtoto hapa atakufa. Niliitwa kufika hapo. Kimeumana. Na kuambia ile maombi nilipika mazito tu ya sekunde. Nimefunga macho sikutaka kuona kitu. Kumbe mtoto nilimaliza alisaliwa kitambo, mimi bado napika maombi. Haleluya. Unatoa sauti, yani unataka sauti yako isikike, sauti ya vilio isisikike, Mungu afanye kazi. Kumbe mtoto alisaliwa kitambo mpaka daktari anambia Bishop amesha saa. Wacha usiendelee kuomba. Kitu kizuri akiwezi kukuja ukiwa kwa comfort zone. Kitu kizuri hakiwezi saliwa wakati mambo tu iko tu mambo no. At any time wakati kanisa linakuwa attacked, already kuna something great ambayo inakuwa inataka ku happen. So shetani anatangulia akuje kwanza kutingiza, aone vile kanisa mtafanya aje, mtapika nduru, mtalia, mtafanya nini? Inamaanisha kuna kitu great ambayo God anataka kufanya. Bwana asifiwe. So sema amen. Ambia mwenzako sema amen. Praise the Lord. Na kuambia ndani yako kutoka leo experience upya. Utembee katika safari, uende katika destiny mpya. Kusudi la Mungu likamilike katika maishani mwako. Hilo mkono sema Bwana Yesu. This is my prayer from today. Ni experience repath. Repath in the name of Jesus. 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 Repath in the name of. Kwa Yesu makofi jameni. Unaweza simama kwa miguu yako mahali popote ulipo, na if possible unaweza chukua sadaka yako sasa kwanza uweze kumtolea Mungu. Ni kuongoze kwa haya maombi ya kwamba Bwana akupatie direction, uelekee kwa kusudi ambayo Bwana alisababisha ukaokoka, ili tusije tutukawa kuokoka bila kusudi ya Mungu kutendeka ndani yetu. Tukatembee ndani, tu experience uwezo wa Mungu ndani yetu, ili kuona mambo ambayo hayafai kwamba mbele ya Mungu yanafaa na Bwana anaweza. Mswahili akasema mvumilivu hula mbivu. Kuna mambo unaweza ukavumilia ukafikiria kwamba Mungu haoni na kuna kizuri kitakachotendeka, kumbe God is planning. Kuna kitu itasaliwa hapo ndani. Na kwa sababu umenisikiza na umekuwa mvumilivu, naomba Mungu kwa hiyo matunda ya uvumilivu akupe kitu ya kutokana na uvumilivu wako, katika jina la Yesu aliye hai. Mtu asema amen. Basi chukua sadaka yako uweze kumpa hapa. Tunaombea matoleo. Tunaombea matoleo yetu Bwana yakaweze kubarikiwa, ukatutendee mema. Mwana Bwana, mwaka huu ni mwaka wetu wa Voice and Repath. Baba, wiki hii inafundisha watoto wako kuhusu repath ambao umetuambia, na mahali tumefika Bwana Yesu, tumeona Baba signs za repath ndani yetu,
kando yetu na ya maisha yetu. Tumeona kweli Bwana, already pregnancy ipo na kuna ingine already imeingia kwa labor room. Baba wa majeshi, things are working against us, but one thing we are grateful ni kwamba the child is about to be born. And God, tuna focus kwa mtoto huyu ambaye anataka kusaliwa, and create testimony ya 2025. Even our enemies will know that God has been on our side, ya kwamba hii si nguvu zao, but this is God. Basi chukua sadaka yako aweze kumtolea Mungu, and God bless you.